timu yetu ya makambi katika mwaka huu ilikuwa inasema nini? Wala ambao mnakumbuka kama meeting 2024 Salvation Simplified. Hivyo ndio tulisema kwamba sasa mambo na injili kuwekwa wazi. Kwa sababu hiyo tukaona injili ndani ya hekalu. Marafiki zetu tuliona kwamba Mungu akisema naomba kwamba akaamrisha mtumishi wake Musa kwamba nahitaji kuchengewa hekalu kati ya watu wangu ili niweze kuishi kati yao. Wapendwa, Mungu akaamua ili aweze kuleta wokovu wake karibu nasi ili tuweze kuelewa kile ambacho amepanga kuhusu wokovu. Kwa wale ambao mmepata nafasi ya kufika makambi katika wiki hii, tumejaribu kuona sehemu nyingi ni nini ambacho anahitaji ili tunapokuwa katika hali hiyo. Kwa sababu ni kwa nini tuweze kuokolewa? Kuna sababu ambayo inafanya tuweze kuokolewa, lakini kwa sababu hiyo sina muda. Mahubiri yetu ya siku ya leo yanasema, our topic inasema reconciliation between God and a man. Okubwatana egati ya mwanyabantu amanango na Nyasaye. Abantu bakubwatana kero kende igokonye baetanire bantaba bamenyire wamekaa katika hali ya kutoelewana. Sasa kuna vile ambavyo wanapatanishwa pamoja na Mungu. Naposema katika ulimwengu huu kwa lugha ambayo tunayoelewa, watu wakikosana kule nyumbani, serikali yetu ya nchi ya Kenya imeweka wazee kule nyumbani wanaoitwa wazee wa mtaa. Mkiona mmekosana na mwenzako, kuna vile ambavyo mnaenda pale, wanakuja wanaketi, wanawapatanisha pamoja. Baba watania ikiwa mmeweza kukosana. Japokuwa wale wazee bago chabate banga tunataka ndisi tutake tama toke yegasi mbanya kusababiasi matoke bago saba. Kumbe kuna gharama ya upatanisho. Ili muweze kupatanishwa inahitaji gharama. Okungogusi keraga seri gukare, okungogusi keraga seri gukare aswali gupaka na maiga eliela nengi alekoleda mboli. Ilibidi akuja na nini? Na mbuzi, ili waweze kupatanishwa kati yake na mume wake. Kwa hivyo ni gharama. Kuna gharama inahitajika kwa upatanisho. Kwa hivyo tunataka kusema hivi, marafiki zangu, kwa nini mwanadamu aweze kuunganishwa sasa ama kupatanishwa na Mungu? Kwa sababu hapo mwanzo Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Tuliumbwa kwa mfano wake, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo anatamani tuweze kukaa vile anavyotaka, vile anavyoonekana, vile alivyo mtakatifu, nasi tuweze kuwa watakatifu. Lakini kwa sababu ya dhambi ilipoingia, ule utakatifu ukaweza kutoka. Sasa tumeona katika wiki hii mwili huu ukawa umeharibika. Sasa ikawa uhusiano wetu na Mungu ukaweza kuharibika. Sikia niseme kitu. Kuna kijana alisaliwa kule kwao na wazazi wakamlea vizuri, lakini kwa mazingira ya umaskini. Kijana naye alipofika umri akatafuta msichana, akajaribu, akamuweka kwa box, akaisana, akamolenda. Ndio maana akataza wasichana siku hizi, pastor niombee nipate mtu. Wasichana wako mbinguni. Mungu aliwaumba kawaweka hapa. Esibi kende para tenini umuntu ngo tuchanduri wacha kutusumbua mtu bwate mitoto kusabira. Mungu ana wasichana anakupea kutoka mbinguni.
oga, enda kwa barabara sibya maino mubuli baba na kubwikaniri. Kazi yangu ni kuliletea mtu ambao umeweka box tayari, ako sawa, umefunga ndani, ni kuombea uende naye. Hata madam our sister mother alisema mwisikitaku mababa ngapasa ninganyeti korwai gende pare kanisi lero kanisi na maambia ende boli ngakibona kwara koteba kwa merero kuja tupanga vizuri, tukupea mtu ufanye nini. Kijana huyu akaoa na uzuri, wakajaribu maisha, wakaanza kufanya tu vibarua za nyumbani zile za kubadilia tu mashamba ya watu nyumbani, na wakabarikiwa, wakawa na watoto wa kiume 2. Katika harakati ya maisha kuna hizi vitu mnaitanga green cards. Hello, kijana akachasa tu, akatuma tu. Kwa bahati nzuri akafanikiwa kwenda katika nchi moja hapa ulimwenguni watu mnaiheshimu sana, inaitwa America States kule. Sasa kijana akaambia mke wake, ni sawa tuko na umaskini. Walikuwa wamechenga kanyumba kanyasi, kanyumba tu hivi, karumu 2, sitting room plus bedroom, na hiyo inakaa pamoja na kitchen pamoja. Na hapo ndio ilikuwa maisha yao. Kijana kwa bahati nzuri mipango ikafanywa moja kwa moja. Kabla aende, aliita mke wake, wakatengeneza mkataba, wakaelewana, nitaenda, utavumilia, nikifika pale nitaandaa, nitakuja nikuhamishe kutoka hapa kwa nchi ya umaskini nikuchukue katika nchi ya utajiri. Kwa hivyo vumilia kidogo, vumilia tu, ninaenda. Jamaa moja kwa moja wakafika kwa uwanja wa ndege, akafanya nini? Akaenda. Na bahati nzuri alipofika pale akaanguka mahali pazuri. Maana bandu bali bagwa sagia. Na hakika pesa, baada ya miaka 2 mitatu pesa zikaonekana. Kijana naye akajipanga, akasema, hey, nataka kutoa aibu nyumbani. Haleluya. Akaligie mabu ye nyumba ya Amerika, ile nyumba nzuri. Mabu tigi to kuchorane karamu ga pensili. Chinyumba njiri jibwate chuntimbu nyumba. Jikoni ni kama 3, kuna ya kuchemsha mboga na ya kiteri. Inya mwelewe kuna watu wako na vitu. Jikoni ni nyingi. Akaiweka kwa bahasha. Na akaenda kwa benki, akaweka pesa zinatosea hiyo nyumba yote. Na akaandika barua, akaambia mke wake, mke wangu nilifika salama. Naona kwa hiyo bahasha ndani, hizo ni pesa za kuchenga hiyo nyumba yenye umeona hapo. Na utengeneze barabara mzuri kutoka hapo kwa main road kwenda nyumbani. Uende ikawa kuna jambo litatendeka. Na uhakikishe umeweka stima vizuri. Na jamaa yule vile alifika pale ng'ambo, alikuwa na kijana wa kwao. Vile alifika pale alikuta kijana wa kwao, na yeye yuko pale. Akamwambia kijana, rafiki yangu, kwa sababu wewe una nafasi ya kwenda nyumbani wakati wowote, siku ile utaenda nyumbani, na kuomba nikupatie barua uchukue nyumbani. Basi siku ikafika, jamaa akapewa barua moja kwa moja kutoka Amerika nyumbani hapa Magena kijijini. Sasa mzee alipofika kwake, baada ya siku 2 akapeleka barua mahali ambapo aliambiwa. Kufika kwa mpoma ya mahali aliambiwa apeleke barua, kuna vichaka uchafu. Na huyu hata anatamani wasiguzane. Hata bandu ba Amerika mbabu hata madoido kubeke birole binyerere na maiso taruaridi. Mai birole mbile bikoleto ubugimange. Akamuuliza, je, mbona umefika hapa, wewe ni nani? Kamwelezea. Kamwambia, hapa
niko Amerika, nimetoka pale, niko na barua nimepewa na mzee wako nikuletee. Akamuuliza, vile uko hivi mwanaume mzima, ulienda Amerika kuletea wanaume wengine barua? Una kazi ya kufanya? Mwenye alikupatia hizo barua, mbona wewe ulipata njia wapi ya kuja? Yeye akuja. Mrudishie hizo barua zake. Mwaira nilia marubaji. Kamwambia, tafadhali niliambiwa nikupatie. Akamwambia, hapana, rudisha hiyo barua. Na mama saa hiyo ana njaa. Aigasendagara ya bana ile siku amechakaa, na kuna barua anapewa ina uzito wa utajiri. Anamwambia, rudi na hiyo barua yako. Kama utaki kurudi nayo, leta hapa. Kapatia mtoto, kamwambia, chukua chini ya kitanda urushe hapo, irube linye kumulero. Katoto kakachukua tu barua kakarusha chini ya kitanda. Mama akachukua chembe aende kumaliza kibarua ya shilingi 70. Kole kondo ya 70. Linda gorobosie bache kolia na bana bai. Siku zikaenda. Tena yule jamaa ikafika tena wakati anakuja. Kamwambia tena ninaenda. Tena akampatia barua nyingine. Kamwambia, sasa mke wangu nafikiria nyumba imeisha. Sasa nimekupatia pesa za kununua gari nzuri. Uwe ukipeleka watoto wangu shule na gari. Na mkae maisha mazuri, barabara ichengwe vizuri. Akampanga vizuri. Barua ikafanya nini? Katuma na pesa za kutumia tu nyumbani. Jamaa kufika tena akamwambia, ile barua ndio hii. Mama hata hakumjibu. Kamwambia, ni kama hukusikia. Jamaa alirusha hiyo barua tu hapo. Katoto kwa sababu kalijua mara ile ya kwanza mahali inawekwanga, katoto kakakimbia kakapeleka kwa barua nyingine, silale pamoja. Mama akawa hana chakula cha lunch. Mama hana sumbuka. Mama hana umasikini. Mama hana njaa. Barua ya mwisho. Akamwandikia na kusema, mke wangu, ule wakati nilikuahidi ninakuja nyumbani kukuchukua umewadia. Sasa nimeweka pesa hapo, jipange vizuri na watoto. Sasa nakuja kuhamisha kutoka hapo, niwalete hapa tuweze kuishi pamoja. Sasa pesa zingine ndio hizo za kukondisha gari, za kubeba watu wa familia, na wewe ukiletwa na gari letu unichukue uwanja wa ndege kule Nairobi. Barua ikakuja nyumbani. Hata jamaa mwenye kupewa barua akawa amechoka, akasema, hata kama nimechoka sana, wacha nipeleke barua hii ya mwisho. Alipofika akamuuliza, mama, barua tena nimepewa? Akamuuliza. Mama akaanza kulia. Si uniambie kama alienda akakufa? Kamuuliza, hakukufa kwa sababu ni yeye ameandika hii barua. Kamwambia, leta hiyo barua. Kapatia mtoto, peleka mali. Barua sinawe kwangu. Barua zikawekwa pale. Jamaa wakati ukafika, anaanza safari kutoka ng'ambo kuja nchini Kenya. Akajipanga vizuri. Hello. Alipofika amefaa miwani vizuri, akona bag 3, chipagi chiri kile cha Pan America. Maiti chipagi ni roko bokoli na ayo bosugu. Uino mubasi to koja koba automatic.
takete kwa sinagogi ilo basta. Sikia, jamaa alipofika akiwa na tamani kubwa kuona watu wake wakimwalika, yaani wakimpokea. Mnabakuru ndege, watu wengine wanashughulikiwa, yeye haoni mtu. Anapoangalia pande zote aoni, akafikiria labda wamechelewa. Ali Nairobi kuna jamu, si hivyo? Labda ni jamu yako ragi. Pale airport kuna room utaweza pewa upumzike kidogo ukingojea. Akaegwa karumu aku, akakaa wapokaira. Nobody. Katafuta kanyumba akarara, kesho akachukua taksi. Ni kama walisahau tarehe. Nkibebete. Jamaa akachukua taksi kutoka Nairobi town. Magena. Kanyeruki anga ngoja ali muroje lake mutenge muroja kuchikoje. Gesinga. Halo. Ebu anda Gesinga. Kwa sababu mimi hata nikiwa hapa sielewi Gesinga ni wapi. Ni wapi? Gesinga ni hapa. Kwa hivyo tuseme akafika stage pale. Akaletwa na gari la kukondisha. Akaletwa na hilo gari tu. Alipofika karibu na njia ya kwenda kwake, sasa ameshuka kutoka kwa gari, amekanyaga chini kuangalia njia ya kwenda kwake. Vichaka vimetambaa kila sehemu. Wanyasi n'obunge kubwa bakorabia. Na amevaa vizuri. Ni pachafu. Alipoangalia kule chini kwake kale kanyumba, kaona hata nyashi imeanza kuisha kutoka juu. Mama ameleta chichwara, hizo karatasi amefunika zingine. Jamaa akasema, wende ikawa yule jamaa nilikuwa napea barua akuwa anafikisha, wepu nisonge karibu na familia yangu. Alipofika hapo nje, akakuta majamaa wawili wamekaa igoro y'ebitugi visigi. Bana babegete chinda isiku. Banga bakansora batakiri kura. Babo poi. Iyo hapana, usiseme. Halo, watoto wakaona mtu msafi, mtu mzuri, ambaye amevaa vizuri. Kwa sababu ya uoga, wakakimbia ndani na kusema, mami, omontoyo isiku. Omontoyo, kuna mtu wapi? Nje. Mama akafikiria ni mtu wa kupita, kumbe ni baba watoto. Mzee kuingia ndani, akakutana na mke wake amechakaa. Ananuka moshi. Kuna kuni inaitwa kikisia masakwe, amekusanya nyingi enyomberaji. Si mnaona hiyo picha? Nyumba hii ni nini ya kukata nyumba katikati, hiyo sehemu ilikata hiyo room nyingine. Etoto wotire ya isire kugwa. Anachoma viasi, agusambi viasi biliali usiti chikondo, abana balilanji. Mume wake alipomuona, zile bag ambazo alikuwa nazo zikaanguka kutoka mkononi. Akaanza kulia kwa sababu ya mke wake. Mke akamwingilia tu,
wacha kunililia. Jetinda kuokondera. Sijakufa unanililia. Ulinidanganya kwamba utaenda urudi unichukue. Ona vile umenona. Mwanadamu anoni. Ona vile umenenepa. Ni wanyama wananona. Ona vile uko msafi. Na mimi ninasumbuka. Watoto wakaanza kuona Afro Cinema. Hello. Watoto wakashindwa, huyu ni nani? Wanaongea na mama yetu. Mzee akajaribu kujielezea. Hata kama naomba uende nami. Amjambo. Mulikurwa. Kurake bekande gente. Haleluya. Monshekeregeita. Ili muweze kusikia jambo hili, akamuuliza mami, pole, kwanza pole. Je, kuna barua ambazo nilikuwa natuma zilikuwa zinafika? Kamuuliza, kwani tulikuwa tukule barua? Kamuuliza, hapana, zilikuwa zinafika. Kamwambia, barua zako zote ziko hapa. Bas. Sasa huyu mwenye barua akawa hai kidogo. Kamuuliza, siko wapi? Katoto kusikia huyu ni mtu wa barua, kanajua mahali ziko. Kamesiendea. Kama ni barua, tunajua mahali zinafanya nini? Zinakuanga. Kaenda akamletea. Wewe, barua zako ndio hizi. Jamaa alipoona zile barua, akamuuliza mke wake, utaweza nipatia barua iliyofika ya kwanza? Kamwambia, si ni wewe uliandika, siongee cha niandika. Kamwambia, hapana, chukua hizo barua mkononi mwako. Fungua barua iliyofika mara ya kwanza. Uchesu kuru nukuja. Akimato mito. Baba, sukuru nengia. Haleluya. Alipofungua, alipoanza kuangalia na kusoma, kwanya kutika korora maisosho kororo monwa. Laani macho yanapotea, unaanza kuona na mdomo. Anaangalia huyo mwanaume, anaangalia na cheki iko hapa, pesa taslimu millions of money. Naliatara kule konde gitiki abandi mui. Na chachi kuse kondo. Ya. Mutajua mjui. Kondo nera kukora. Akamwambia, fungua ya pili. Alipofungua akaona vile kuna gari nzuri na barabara ya rami ya kuingia kwake na watenda kazi wanaomfanyia kazi. Fungua ya tatu, akaona vile wanaenda Amerika. Aje. Kamwambia, sasa nipe hizo barua. Akampatia. Kasifunika, kafungua bag, kasiweka, akamwambia baki salama. Na hivyo ndivyo aliondoka. Kitabu cha Joeli, msomaji, 3:16, Biblia inasema nini? Biblia sema hivi. Neno la Bwana linasema, naye Bwana atanguruma toka Sayuni. Bwana atanguruma kutoka Sayuni. Atatoa sauti yake toka Yerusalemu. Atatoa sauti yake kutoka Yerusalemu. Na mbingu na nchi zitatetemeka. Na mbingu na nchi zitatetemeka. Lakini Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake. Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake. Na ngome ya wana wa Israeli. Na ngome ya wana wa Israeli. Haleluya. Amina. Bwana inaposema hivyo, kuna kitu nataka uweze kuelewa. Anaposema kwamba Mungu ndiye atakuwa ngome, yaani ngome ni sehemu fiche. Wasungu wanasema the stronghold, mahali ambapo unaingia unajificha, mahali ambapo kuna wakati wa shida utaenda pale na uweze kujificha. Biblia inasema watakapokuwa wamesumbuka, Bwana ataguruma kutoka Yerusalemu ili wao Mungu aweze kuwa ni sehemu
damu yao wanajificha wakati wa matatizo. Ndio. Igwa basani bane kubatigande nkogendande ntegerere muno ntaragenda tinkuba ila chisegi chali kurwana samani. Sitawapeleka kwa vita ambazo watu walikuwa wanapigana, lakini nataka kuweza kuleta mfano mzuri, ndiposa nichukue dakika chache niwache. Kuna mnyama, sijui ni mnyama, anaitwa fugo. Umaitenguko. Fugo ni smart kuliko wanyama wote. Kuna wale wamemtembelea fugo, wenye wameitembelea fugo. Mimi nimemtembelea kwake, lakini namtembelea nikimtafuta nimuue. Mwanyako limenguko. Mimi nina picha makao ya fugo. Ukifika kule kwake utakutana na nyumba ya kawaida ya nyasi ambayo analala. Hello? Hapa kando utakutana na store ya chakula. Nyasi, viazi, chinsiaga. Utakuta na ameweka chakula vizuri. Kando nyingine kuna choo. Ano hapa songo bebelete choo ya nyumba. Mwanadamu angejua kwamba kuna choo ya nyumba kama kutembelea fugo. Fugo ndiye kiumbe cha kwanza kuwa na choo ya nyumba. Hapa kando kuna store ya mchanga ya emergency in case of anything. Atumie kwa kufunga ili asije akafamiwa. Hapo kando yake kuna kasimo ambapo ni kebamba sana, kanaangalia chini direct. The stronghold ya fugo. Ukimshinda anaingia wapi? Na hata ukimwaga maji uwezi ukampata kama una sayansi. Anajua nikiingia hapa hakuna vile ambavyo litapatwa. Marafiki zangu, wacha niwaambie, wale wote wameokolewa, wale wote wameokolewa na Mungu. Stronghold ama ngome yetu ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Hapo ndipo tutakimbia tuweze kujificha wakati wa matatizo, kwa sababu ni yeye ametuokoa. Sasa hatuna mwingine atakayetuokoa pasipo Mungu peke yake. Amina. Kwa sababu ya muda tuende haraka. Mafungo ni matatu. Ndio. Inaitwaje? Waamuzi 6 mstari wa 6. Waamuzi 6 mstari wa 6. Alafu nisomee kitabu kimoja, nikimaliza niombe. Waamuzi asema hivi, 6 mstari wa 6. Israeli waliteswa. Israeli waliteswa kwa sababu ya Wamidiani. Kwa sababu ya Wamidiani. Nao wana Israeli wakamulilia Bwana. Na wana wa Israeli wakamulilia Bwana. 7. Usiende 7. Haya mwalimu. Sikia marafiki zangu. Wana wa Israeli na wao waliteswa. Baada ya mateso walipeleka kilio chao kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye ngome. Wakati wa matatizo, wakati wa shida, yeye ndiye ngome atakayewasaidia. Wapendwa, hebu soma sasa 7 kama itaongezea kitu ambacho ninataka tusome. Samueli wa kwanza 7 yasema, kisha ikawa hapo wana Israeli walipomulilia Bwana. Wana wa Israeli walipomulilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Kwa sababu ya Wamidiani, Bwana akamtuma nabii aende. Bwana akamtuma nabii aende. Naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkue kutoka Misri. Okay, sasa tukiunganisha na Samueli wa kwanza 7 uanze 9 mpaka 10, ufunike Biblia. Masomo ya Biblia yatakuwa yameisha. Uongoje nikimaliza niombe. Soma Samueli wa kwanza. Samueli akaimukia emanu ya ngondi. Samueli akaimukia emanu ya ngondi. Uende pamoja nami msikilizaji. Ekogonka. Akayerua somo nene. Ekabeke ngwanso kyogo sambwe ekegima. Agasabira Abaisiraeli asomo nene. Omonene akaigwa gusaba kwaye. 10.
ekero Samueli alenge kurweke ngwanso keli Samueli kagendete kurweke ngwanso keli kyogosambwa Abaifilisti bagacha Abafilisti bagacha kurwania Abaisiraeli kolendo monene akabarentera okogukura konene echinkoba kurwa igoro akabatantania Abaisiraeli bakabwa Abafilisti balia. Haleluya. Mata nate basitizen njaja. Ndio. Yes. Swahili yasema ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka kuteketezwa nzima. Samueli akamulilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. 10 asema hata Samueli alipokuwa katika hali ya kuchoma ile sadaka, Wafilisti wakakaribia. Walakini Bwana akapiga ngurumo. Mshindo mkubwa sana. Juu ya Wafilisti siku ile. Akawafadhaisha. Nao wakaangamizwa mbele ya wana wa Israeli. Haleluya. Sikia sasa ndugu zangu, tuende moja kwa moja. Unaposikia Waisraeli, hilo ni taifa teule la nani? Ndio kumaanisha kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu wake. Mungu alikuwa ameweka mkono kwa watu wake. Chochote walichokuwa wanafanya walikuwa wanafaulu, kwa sababu si wao bali ni nani? Kama ni vita walikuwa wanaenda, walikuwa wanafaulu, kwa sababu si wao walikuwa wanapigana. Aliyekuwa anapigana ni Mungu, na hakuna siku Mungu atashindwa. Muyamule mongaka takara moigu nkukura ndegende kamogende monto nyago gotebi nganchore nkune ande go kumubwato moro konyere hizi entonkire. Kuna kitu ambacho tulikuwa tunaweka samani, mkikumbuka mwenye uletekose, kuna kitu tulikuwa tunaweka hivi, kama wewe ni mwanaume toa mwenye uletekende, na hapo kuna watu we, lakini unajua tu hata akitoa, hii ni kumtisha tu, akitoa bado atanikanyagilia chini, lakini kwe gasanga nyakolo masacha na hapo limbule kitole abana bose biba kwa kitoki, na unaanza kujiona kana kwamba mbona amekudharau hivyo. Unagonga tu kale kachapa, alikuwa kegasiri na ende kwa batu bobe. Wana wa Israeli walijua tu hakuna ambaye ataweza washinda, kwa sababu walielewa Mungu yuko pamoja na wao, kwa sababu ni Mungu alikuwa anawapigania. Siku moja wakaenda vita bila kujua kwamba Mungu ameondoa mkono wake, wakacharaswa mbaya. Wakarudi jioni wakaulizana, mbona tumecharazwa? Na kilero tuabugwa. Wakaelezana wao kwa wao, sasa ili tushinde, hebu tubebe sanduku la Mungu la agano twende nalo. Wakaenda nalo, wakachapwa kuliko chana, na sanduku likifanya nini? Zaidi ya yote wakalinyanganywa lile sanduku. Si hapo tena, wakapelekwa utumwa. Wasabato sikia, tumekuwa tukisema kwamba sisi ni Wasabato, ni taifa teule la Mungu ambalo tumeteuliwa na Mungu, tukijua hakika sisi tuna amri 10, sisi ni Wasabato, si kama wengine. Kumbuka, chunga sana mkono wa Bwana usiondoke kwako.
Chunga sana mkono wa Bwana usiche ukaondoka kwetu. Ni kwa nini Waisraeli wanachapwa sasa? Ni kwa nini mkono wa Bwana ulitoka? Ni kwa nini sasa wamepelekwa utumwani? Ni kwa sababu walifika njiani wakamwacha Mungu, wakaanza kuabudu miungu. Igo baigete nchera bagaswago sasima chinyasaye chingao. Walifika njiani wakawa washerati, bagakora obonyaka bosi bwa Nyasaye. Walifika njiani wakaanza kumwaga damu isiyo na hatia. Unabakungu b'idini bakurushya abaisike baba malito kwamanya kuje bwigase namba 63 amasase ngagyari kakibuna nakwane gaka akantu ketinga konye karatia nkore minga uyo ninjere. Umemwaga damu isiyokuwa na hatia, umetoa watoto mimba na unang'ang'ana. Bwana ataondoa mkono wake. Akibuli Nyasaye kurusha kuboko kwae nyarukina boko yirushia some, lakini iliyokilia masaku, kwa sababu mkono wa Bwana haupo juu yake. Walipokuwa wanateseka kwa miaka 20, wakakumbuka kuna Mungu. Katikati yao kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Samueli. Wakamwendea wakamuuliza Samueli, mbona tuweze kuteseka? Mbona tunaumia? Samueli akawaambia, toeni miungu iliyo katikati yenu ili niende mbele za Mungu nikawaombee. Ruhusi Nyasaye kirasega tia ino na inchi anyora libaga yoko endasa Nyasaye imbasabere. Na hiyo ndio ilikuwa ujumbe wa Samueli. Samueli akafanya mahubiri kwanza, akawatangazia makosa yao ili watubu kwanza, ndipo Samueli aende mbele za Mungu. Lakini nje ntalikuwayerera kusabira abantu ovyo. Mukumujanga basta sabira umusaja akungaka bubi, sabira usire kumbuna chimbaru, sabira ndikusabira basaja babantu raisi wikura ngereza ngagesa munyomana chwisi nire ye ubonyazi kwa moira anyuri bite bya mukabiri mbirube gitego tichaye mbiribiri cyangondi kwa toko tirindi uranyuru muzuri tu ngaina niende mbele za Mungu kuomba ukiwa kuna vitu zingine umeziweka kwa hiyo mzee. Radi enkoba ke korugo rungi gwaka tindi kwega na muda kete kunti ko monginone ayonsege akisipelio. Wewe uniambia tuende tuombea mtu ambaye umeweka miungu ndani yake, radi kije ni uwe ntige mukane na bana tulikungaina. Enda toa miungu kwanza, ama uniambie tuiombee itoke ndio niende kukuombea. Samueli akawaambia, wapendwa sikia, ili tuweze kupatanishwa pamoja na Mungu lazima tukubali kuondoa uchafu wote kutoka kwetu. Wekatotigebibe lazima tujipange kuachana na dhambi ili tuweze kupatanishwa pamoja na mwana kondoo. Walipotoa zile vitu zote wakavileta kwa Samueli, Biblia inasema Samueli alipoviona akachukua mwana kondoo. Bono kebuatera akachukua mwana kondoo. Kwa nini achukue mwana kondoo? Inki akoirere manu ya ng'ombe. Mwana kondoo amefanya nini? Mbona mwana kondoo atolewe kwa mama yake?
mwanya kuiguna mabere aramanzu mwagongete. Mwana kondoo ni wakati ananyonya sasa, anaua utamu wote wa mama yake, lakini sasa anaondolewa pale ili aweze kuwekwa kwa moto. Ngakutigira mabere nguyatigirita mabere ngomanuelia nguyatigirita mabere muruji azara ya beira. Ilipochinjwa yule mwana kondoo alipochinjwa, basi dhambi ya wana wa Israeli wakasamehewa. Haleluya! Wana wa Israeli wakasamehewa. Bwana akarejesha mkono wake bila wao kujua. Wale maadui wakaja kuwavamia. Walipofika karibu bila kujua kwamba mkono wa Bwana umerejea, Biblia inasema Waisraeli wakawaangamiza wa Misri. Maana mutateba mina ingaziti gentiki kukiga sande. Haleluya! Takitoigwe gentoga ntarasaba. Kuna mambo ambayo nataka uweze kujua. Yule mwana kondoo alikuwa anatoa dhambi za wana wa Israeli peke yake, lakini alikuwa analenga mwana kondoo. Yohana alisema, tazama mwana kondoo anayetoa dhambi zote za ulimwengu, ambaye ni Kristo Yesu. Sasa huyo mwana kondoo ndiye anatupatanisha pamoja na Mungu. Kwa sababu ya kufa kwake, sasa tumepatanishwa pamoja na Mungu. Nataka niseme mambo matatu manne kabla muende. Jambo la kwanza ni nini kilichofanyika mwana kondoo alipochinjwa na Mungu alipokubali? Ni nini kilichofanyika? Jambo la kwanza, God intervened to save the Israelites. Nyasaye ageswa nania gotoria aba Israel. That is number one. Mwana kondoo ukikubaliana naye ataingilia kati kukusaidia. Amina. Haleluya. Amen. Mungu ataingilia kati. Inajua hautakuwa na uwezo wa kupigana na matatizo katika ulimwengu. Mungu ataingilia kati aweze kukusaidia. Walikunyang'anya shamba, hauna uwezo wa kuwafuata. Pantumba lebatabuati na waneliba kalio kuligio mu advocate. Mungu ataingilia kati awe your advocate. Haleluya. Watakufanyia mabaya, kuna uwezo hautakuwa nao, lakini mwana kondoo anapochinjwa, kwa sababu Yesu aliacha utamu wote wa mbinguni. Yesu aliacha utukufu wa mbinguni, akaja duniani, akafanyika mwanadamu ili tuweze kupata nguvu za kushinda matatizo ya shetani. Igumba tebi chinguru nchitokete, lakini bunogoso Yesu ngaka okoire chinguru. Muyamole manyete mugo mwaswire gukora ibintu utatagete ngo basigasiginde. Maeta abantu bali bakagirite ngatubwati. Kuna watu wanafikiria una nguvu. Halo, kuna watu wanafikiria una nguvu. Imechinere chairi tokoli kuje goromba tebi nsabe. Imechine kuna poma ambazo watu wanadharau. Akubuli na kento kende kiyankirwa. Kuna poma watu wanafikiria kazi yenu ni kufanya vibarua milele. Mungu ataweza weka mibaraka yake kwa kikabu. Kubeke kikabu mi. Amanya kote na igora alianga nkagenda mwaboke muntu. Karibu kima. Nanderema. Sia. Akora kendo.
ukimanya kugubu umuturuguru ngamu kugenda kukunura upate ni mibaraka ya mbinguni. Mungu ataenda hata mahali ambapo msichana wako amelala, umuishi kiburi bulite, ampatie sura gorogoro 3. Ekini yuko imeturirenga. Msichana aende Nairobi kusalimia dada zake. Kale Moi Avenue gutirimboka. No mumuru uru nkuru wale town ime. Uchi State House. Mwishi uri amanya korora. Umwana ugusi. Obwate bikini meturirenga. Asimamishe gari simami. Asukia Caroline ayapime gentekyu. Amabulinga kana help you. Ngo kwande libiti. Kakibu nako so imai karansa iku murangu osieku. Tobando geti. Oko so aguka. Haleluya. Kakitu kubanduka. Kakiara mutedia turaenda lunch. Badi. Wakule tu lunch. Amuulize kwenu ni wapi. Na msichana wako naye ajieleze. Onyo no mumurabu Uhuru Kenyatta. Ruto mo gocha kwanja. Akiri no naro. Pokorera na bora asarika. Kakitika tumeka Uhuru. Amjambo lakini. Hebu niwaulize. Wakielewana pamoja ni baiwane. Kakina naenda bako cha kugamba Chombe. Nibi gake bibi bibwata chiko bichinge shughulike nyura. No. Kake abako cha kugamba Chombe chia baise kumezeko. Wekabo ngwae. Wekabe ngo Simba. Wekabo ngo kuruguru Nyamira ngakimwamuruka. Nyakaramba nasirete. Wekabe Nyalibo. No mugako ngeri. Alo. Abana bubarache. Kishani bakulira nebipire bibi. Uhuru amajana rugeita ngambu aje kuyu mwizeke. Gaki. Kwanza naone liko linote kyoko yao. Okota bangapu no tagete. Kwa sababu utaweza sema kidogo. Wacha nikwambie mambo ya Mungu uwezi ukayajua. Utakuwa katika matatizo siku nyingi. Lakini uwezi ukajua Mungu amekupangia nini. Kazi yako hakikisha kwamba mkono wake uko juu yako. Okoboko kwaye kwa maigoro yangu. Mengine mwachie yeye. Kuna watu ambao Mungu amebariki ambao hakika hawangekuwa na hizo mibaraka. Hivi sasa wanaja kusema. Ya mwisho. Nasema kwamba Mungu akawapatia all the cities and the territories zilichukuliwa na maadui, zikawa restored. Mungu akawarejeshea hizo vitu zote walivyovichukua. Friends, kuna faida unapotengeneza uhusiano na mwana kondoo. Vitu ambavyo vilivyoenda Mungu atakupatia. Zaidi ya yote, kama unataka mibaraka, kama ni shamba wanachukua, niliwaeleza, Mungu atasaidia watoto wasome. Bakogorera marema magari. Bakokani mami twaiteire komenya ibintu bichabo bunebi. Togende isikimwa sembo gekwama. Mungu ana mipango. Kwa hivyo kuna mambo mengine anapokupatia nguvu, basi tena atarudi kuwa Mungu wako na ila ne kwa banyasao. Bone kiagara mnantureiniri. Wakora abantu bachakere gusabera utababureti. Norabuno kokoropa kiegari baike. Bono togori yake mpa kiegari nto umanyanga itweka. Najua utaweza kuwa kwa gari. Tumesimama usijue tumesimama wapi. Fungua macho. Lindorola stoikiri. Naomba msikie.
hakika kazi yote iliyofanyika kwa hekalu ni kuokoa mwanadamu. Ndio wana nini? Na hakuna chenye ambacho kimebakia. Chenye kimebakia ni siku ile Yesu atafanya nini? Ili aweze kutuondoa katika dunia hii. Marafiki, sikia. Mlisikia jamaa aliyeenda Amerika tukaacha kwa barabara, si ndivyo? Huyo ni Yesu aliyekuja akatuchukua vile tulivyo. Alo, agacha agatunyoma. Unatoka unataka ndoki? Akatuambia sasa tulia tu. Ijapokuwa nimewaacha kwa umaskini, ijapokuwa nimewaacha kwa shida, ijapokuwa nimewaacha kwa matatizo, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, ninaenda kuandalia makao. Nikiwaandalia makao nitafanya nini? Nitarudi tena ili nilipo mimi nanyi mfanye nini? Akaenda. Alipofika pale akakutana na jamaa wa kwao anaitwa Roho Mtakatifu. Na jamaa wa kwao anaitwa nani? Akampatia barua, akamwambia ipeleke kwa mke wangu. Barua aliyompatia ya utajiri wote ni neno la Mungu, ni neno la Mungu. Akampatia barua, akamwambia peleka barua hii. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuleta neno la Mungu vile ambavyo limeandikwa. Usipolifungua, usipokubali injili hii ambayo imeletwa na Roho wa Mungu, wanaume sikia, usipokubali injili hii, onyeto wanje injili hii eyaletirwe nomo ikomo chanu Nyasaye erinde toletero gutoleka. Ukikataa, our husband omusacho ito ngochichale, he's coming. Obeire tayari, gocha. Aliyefungua barua atafaidika. Haleluya. Aliyefungua barua ana faida kubwa. Ataelewa ile kazi ambayo tumepewa. Ataelewa ile mipango ambayo tumepangiwa. No manye sanibane, no manye igwamba tigeiga ngapatika sama bokanya sai. Soma barua kila wakati. Wacha kukaa na umaskini na hali tuko na utajiri mkubwa. Viongozi wa kanisa balisibane, soma hii barua kwa watu. Soma barua hii kwa watu. Kirota taraji, utaona aibu kubwa. Utaona aibu kubwa kwa sababu hakika kama haukusoma na kuelewa Biblia, hakuna mahali utaenda. Na abatebi gabono na akulira parking nega alingo park. Niliwaeleza kwamba kuna wanaume wamesindikizwa duniani, lakini hakuna atakayesindikizwa kama Mungu wetu. Hakuna. Nilikawaeleza president wa Kenya alikuwa anasindikizwa sana na magari mengi kwa barabara, alikuwa ni Moi. Watu walikuwa natoka kwa barabara wakalale kuitamage na wamama na leso bagotenga rais wetu wa Kenya, Korbo Songo paka rais wetu wa Kenya. Akifika mahali mko wengi anatoa bahasha anawapea. Nashukuru mzee hayati Kibaki ambaye amelala, wakati wake aliondoa au wamama kwa barabara wote. Yeye anapotembea wakiimba rais wetu wa Kenya, alikuwa anasimama anawaambia asanteni sana, asante, fanyeni, hakuna chabwerere. Yo mzee
aliondoa watu kwa barabara. Ikawa sasa anapita na hakuna watu wanashughulika mambo yake, kwa sababu mkono mtupu afanye nini? Kibaki akaondoa watu kwa barabara, na Uhuru alipoingia ni hivyo. Sasa kwa nini nikasema hii Kibaki? Alikuja siku moja kwetu kule sehemu za Kibirigo, tukaambiwa wiki ijayo atakuja. Nataka kuomba, ni maombi naelekea, lakini lazima nikupatie hii picha. Tukaambiwa anakuja wiki ijayo, na uzuri tukaambiwa kanisa letu moja kati ya makanisa sitalitaja, nyinyi mtakuja kuimba kwaya president akifika. Tukapima uniform na ikashonwa kwa haraka. Eye goja kubekwaze. Hata wengine hatukuwa na pesa vizuri, lakini tulingangana. Chibundi ya bagere wajarundi walikuwa natushonea, wanakasanwa. Babi kiribu na machira nge president ne kuigende kwa kanto kiki. Tukaenda mali wakachenga kipanda mali anakuja kusimama. Tangia saa 2 tumetangulia mapema kama kwaya, ndio tukae mbele president akija tuimbe. Tutari kuli ranji kwanza kaki. Tukakaa hapo tunangojea mpaka saa 9 hakuna mtu. Ilipofika naelekea saa 10 akapigipigi katanga we goto katabunga, hiyo ni harufu yake. Ina harufu ya nani? Ya president. Sasa tukasimama tujiweke tayari, akifika hivi kazi yetu ni kutoa wimbo. Kotera to tune tayari, keyboard na kelima. Tulikuwa hapo. Kidogo mapikipiki matatu wa. Ebi nungu subi kamanya kueta busi bwaito. Bamuraba gatosuguma hii. Tobegete bitai na balisi baito no bali toka. Tukubuli yoke sendo kunyako. Tugasugumwa. Watera kulingo cha kobe. Haki hatutaimba. Nikaona hatutaimba hapa. Vile kumeenda hakuna wimbo hapa. Kidogo nikaona watu wanaenda kama siafu. Wanaenda chini ya magari kama siafu. Cha jisuti jimwamu. Hii tata. Gari ikasimama mahali ambapo kulikuwa kumewekwa carpet. Mbalili. Ligaka lilika iguliru. Njaneli ale kujali egete t-shirt short sleeve ga. Anakuwa na empasity yake bali mwenyolete. Alikuwa na fast style zake. Sasa anatembea rendili atufiki karibu hapa. Tufiki karibu. Yeye anatembea peke yake. Kama nyakuichurili nikajijasia moyoni. Kama ningekuwa na ile panga inaitwa kebeno imeangalia juu. Nso akakula sabantu imekumnyoko kuchio. Ngakimuruji na aleko ba. Ningi kange. Ngotio kama saasipi. Nikauliza huyu ni binadamu amelindwa hivi? Alipoketi nikafikiria sasa ataketi ndio tupewe nafasi tumuimbie akiwa amefanya nini? Watu wakaongea. Ndio yeye akasimama aongee. Na hakuna kitu aliongea. Akasema asanteni. Hakuna fanyeni. Akabeka likondonzi. Kumanya kubuli kurubwaga kiete na cheke tukanyete. Wafalme wa dunia wenda ikawa wanapokuja hawatakuwa na kitu cha maana cha kutupatia. No eno itubu hata wadanga nitafanya tumepanga tu. Itubu hata ayakukua Morode TV tumefanga tuta. Ayabuno kwa Morode TV kwa morora kanyekyu. Wana muna ajaga kwa nanga ni tume nkinandekero. Oikire bwa estate usinaga ntekuragera. Wafalme wa dunia wataongea kitu leo na wasifanye. Lakini mfalme
ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni Kristo Yesu Bwana wa Mungu, atakapokuja, hakika tutapokea mtonyole ngeli y'ubugima bwa kale na kale. Na hapo ndio mwisho wa dunia. Kabate binge karo yesarache wasta nankani ngati ngenda mbatiki moko mororo ikire katika biri. Yesu atakaposimama hivi hapa juu, sioni kama atakuwa na mambo mengi. Huyu Yesu atafika tu na malaika zake, aseme sasa walio wangu nifuate. Elinto chongorora kurwa abantu imiguchigururiu nkagote bigokorora baswire gutira gwatigaire inchi yemo ekiaho gyakore ntukike. Ninaomba Mungu anisaidie nisije nikabaki wengine wanapoenda mbinguni. Haleluya. Gokora batiri, kwa sababu tutaenda kwa utukufu wake. Ukiona wameanza kuchomoka tu ekiao, kuna kazi nitafanya njiani tukielekea mbinguni. Ningende nkune Yesu ngakarate namuuliza Yesu, simama kidogo. Mbache kusena baba Abraham. Abraham goro baratokanye. Ni mubuli Petero ngayibali. Ndaro lekerere kyale kurukunga. Kutulinchira kogenda. Haleluya. Ni mubuli ngai Paulo bale. Amboli Paulo utagete uri akona gutira. Neru uri munyanderu uri. Naminyoka namubuli Paulo. Nayoyo naminyoka kubona ndo manyene ngahinyale bali inere gasinda kole. Natamani kuona watakatifu wa mbinguni. Haleluya. Na hakika tutawaona. No nyenje meli uli bulite Yesu kyana nabo kakurwa saba kule. Meli uli no nyensara nera nabo kakura sabantu keke ntubuli nga isarale uli ubugulete ngo Isaka tebe kune togwe nabatebi kabona ngo sabanda mu ivele chiko no ni mu kitingo kusaba kwa berange. Tutakapofika kwa mlango wa mbinguni, hizo gates za mbinguni, hatutaingia ovyo ovyo. Yesu atatuacha hapo nje kidogo. Ukinoko lenga likwani agende imali botinga no nyimukirita na abareti. Haleluya. Nimewaleta kwa sababu anasema anatamani kuishi na sisi milele. Na aruwe tangazo igolengi ma wale waliofanya nikafa msalabani, niko na wao sasa. Natebe ngandetere chipogisi njokete ikabangirimi chipogisi nchiretwe chibangwa bugeita sitapangwa hapo kwa gate. Na endi nkagiriti mbinguni ya mpango, tutaanza warefu kwenda wafupi kwenda warefu. Haleluya. Mbinguni ya mpango. Vile mnasimama kwaya duniani wafupi wanakaa wapi? Nashukuru Mungu kwa sababu mimi tayari ni laini ya wapi. Wazee, kuna wazee naonea huruma hapa, watakuwa wakatikati. Ama bora tu hata kama utakuwa wa mwisho, bora ufanye nini. Lakini mimi vile nimeona nitakuwa wa mbele. Nintache kuchimi tabunga muse bono tacha kuchima unanguika iguruiga baba tapewa mwili mpya. Kiagara mwili mchafu au takanyaga. Situliona wanakwaya wengine wanaimba kwamba nikifika mbinguni nataka kumwona Mungu kwanza. Ngonta itakorarora. Kile ambacho kilitufanya nisimuone kimeisha. Sasa nina nafasi ya kumwona Mungu wangu. Nitaenda kwa kiti chake cha enzi. Biblia inasema hapo kuna wanyama 4 wamejifunika uso zao,
wasije wakamuone. Na mimi nitaenda hapo nikisema mtakatifu, mtakatifu. Sijui ni mara ngapi mtakatifu. Ekida kore amachanu 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 amachanu. Tingaki tusinonyola kwa chile na naye. Kama utakuwa umefika ni sawa, tutaendelea. Unangokora nintebe Yesu nchwa sendange ngorokia sama gondo ya matundo bekiri nkonya matunda abosa. Haleluya. Oboka sibule mbango esimba nerera nkobe guchi gukurara inshinti na ikaransa iguru yangira. Haleluya. Mbinguni, kambi la mbinguni ni furaha tele. Na hakika tumeandaliwa sehemu hiyo. Mekono mechabu banyakana batumani. Aki baba buna Yesu ali iguru. Kama mtu atengeneza uhusiano ayemenya na bakungu b'abantu. Tuwike iguru. Nkwe Abraham na abwatu mukungu kurugusara obwate kindi kiringake. Obasa ko swa kumubuli elieta na Abraham oro. Igo moko koraki. Moguchi. Hapa hivi abasasi mimi bwikano na katalika na takataka zote za dhambi. Kwa hivyo kile chenye unafanya sasa kama unajua hakika hakitafanyika mbinguni, kiache sasa. Kuna marafiki zangu tunapatisa leo. Wale waliojitoa kwa sababu ya ubatizo, naomba mkimbie haraka mpaka hapa mahali nilipo. Walitoka Iraro chokubatiza, njoo mpaka mahali nilipo. Bantu walibebatizo berwa, wale mlichitoa kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele mahali mmeketi, naomba mkuje. Kujeni haraka, kujeni haraka. Bali bako ndaroche batizo. Njoo asende. Njoo kwa sababu ni saidi ya watu. Ni watu waliojitoa ni wengi. Njoo mbele. Mpaka jana walikuwa hapa. Njoo, asante sana mzee. Wale walio andikwa majina yao kwamba wanaenda mtoni, naomba mkuje. Walimwali getungando chimogocha. Tembea hapa mbele. Onya kulikile, fanya kwa haraka. Ni afadhali tukuweka katika mahali ambapo utalindwa na Mungu, ili achapo mara ya pili ule utukufu wa kukubeba uweze kukubeba. Ni njobe kwase obolendi wanya sae bora kobogolie atakapokuja. Wewe sema na mimi nataka kuwekwa katika vitabu vya mbinguni, ili Yesu anapokuja nami nibebwe vile ambavyo mchungaji umesema, nami nichukuliwe na utukufu wa Mungu. Kwa sababu hakika hivi karibuni mfalme wetu Yesu atakuja. Ngochi chale hivi sasa anatamani uweze kujiandaa, badala uweze kuachwa kama yule mwanamke aliyewachwa na mume wake. Mokungu uliotigetu no mosachoye kwa sababu alikataa. Ni heri uchague sasa. Alikataa kufungua barua ili asome. Mume wake alipokuja akajipata mahali babaya. Sitaki uweze kupatwa na baba yetu mahali babaya. Wewe sema mimi nataka kuwekwa katika hali ya upatizo, ili Yesu achapo mara ya pili nami niende naye mbinguni kupumzika milele. Hebu niulize, sitaendelea sana zaidi hapa. Tenena igoro ndigi abandi. Tenena igoro mwesi ndio nitafute wengine. Naomba msimame. Kutoka pale paka huko kuna watu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu nimeona kwa mkutano. Kuna watu wa Mungu ambao hawachapatizwa. Sasa mimi nasimama nikiongea tu sauti ya Mungu kwamba Yesu anakuhitaji. Kama kuna mtu ambaye hachapatizwa na ako kwa mkutano, ama ulipatizwa kwa njia ama nyingine tena ukarudi nyuma,
ama ukabatizwa ubatizo ambao si wa maji mengi, hivi sasa ninafungua mlango wa kwenda mbinguni. Na njia tu ya mlango wa kwenda mbinguni ni kumchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Noko mochora Yesu kwa beire kanisa ya matukamange na utaki kubatizwa, uwezi ukajua shetani amekupangia nini. Lakini Bwana ngukorangalinga, wewe kubali